Safari ya wapi tena? Vipi tena? Mbona nguo unatia kwenye begi? Safari ya wapi? Sawa. Tena msikilize kwa makini. Yeni hapa naondoka kwetu hapa sasa hivi kwetu. Kwenu? Mbona ghafla hivyo? Ambacho kielewi kipi? Hebu linganisha maisha ya nyuma na ya mbele hapa sasa hivi. Tulionayo hapa sasa hivi. Unaona yanaendana? Nimechoka. Sawa. Mimi hujanioa hapa nije tu yani. Umecheza huko, pesa zimeisha. Kwa mimi pia nilikuja kwa pesa. Unamaanisha nini? Nilikuja kwa pesa sasa hivi. Pesa zimeisha. Sasa na kanini nafanya nini sasa? Tafuta pesa. Mimi yani sikae tu kwa nini? Yani kwa ajili ya nini? Mimi nataka pesa. Upo? Mwajuma, unajua bado sijakuelewa nini unachomaanisha. Yani unielewi kivipi yani? Sasa unaongoza nini kwenye begi? Mimi nataka pesa. Hebu acha mambo bwana mke wangu. Bana hebu niache. Haiwezekani kabisa, pesa zimeshaisha. Nini utafutie hela? Mbona imekuwa ghafla hivyo? Kama pesa tulikuwa nazo hapo nyuma zimeisha, na wewe mwenyewe ulikuwa mhusika mmoja wapo wa kumaliza pesa zangu. Sasa hivi tunaanza mwanzo. Ni kitu cha kukaa pamoja chini mimi na wewe tujue tunafanya nini. Unataka kuondoka, unaniacha mimi na nani? Hivi kuweza kitu. Kipindi unanichukua ulikuwa na maisha gani? Na sasa hivi una maisha gani? Hebu nilinganisha alafu uone kama kuna utofauti gani hapo. Kama uelewi. Kwa unamaanisha unataka kuondoka kwa sababu sina pesa? Yani kwa nini sasa nikae hapa hamna pesa? Yani hamna chochote. Yani mimi nimeshazoea kula bata. Maisha yangu ni kula bata. Sasa hivi pesa zimeisha, yani sioni hata ile out, mke wangu leo tunatoka sioni. Nakaa kufanya nini sasa? Naona kama unanichanganya akili tu, sielewi chochote. Sasa sikiliza. Sitaki simu zako, sitaki unitafute. Na ninapotoa mguu wangu, sitaki unifuate. Shachoka. Na megani si zero utafutiwa wewe mwanamume. Mwajuma. Shida nini? Mbona unanigandaganda sana sikuelewi. Sasa mbona imekuwa ghafla kiasi hiko? Kwani sio kielewa hapa ni nini? Si niongea kile kitu pale. Nimesemaje? Paka utafute hela, mwanamume mwenye pesa mimi nataka. Pesa ziko wapi sasa hivi umeshaishiwa pesa? Mwajuma mke wangu, unajua mimi bila wewe sio chochote sio lolote. Ukiondoka nitatafuta hizo pesa ndo nitazidi kuwa na mawazo. Nishakwambia usinifuate. Usipojiongeza kutafuta pesa, mimi huwezi kunipata hata siku moja. Sasa mbona kama hii issue iko serious mwanangu? Unaenda wapi sasa? Unaniuliza naenda wapi? Naenda nyumbani. Tafuta pesa. Mimi nataka kuolewa na mwanamume mwenye pesa. Kama huna pesa mimi nakaa kufanya nini hapa? Hebu acha masiala mwalimu. Sio masiala, ni kweli. Hebu rudisha begi ndani. Kuachia bana begi langu. Sasa unaenda wapi? Unaniuliza naenda wapi? Naenda nyumbani. Niende wapi? Tafuta hela. Usipotafuta hela mimi hapa yani huwezi kunipata hata siku moja. Tafuta pesa. Ukitafuta pesa ukizijaza hapo niite. Majuma, mimi si nilikuwa na pesa ndo umezimaliza. Unaenda wapi sasa? Majuma. Hebu rudi ndani basi. Tamaa, wivu, vita za mapenzi. Anamwacha mumewe na kwenda kwenye jumba la kifahari. Anapunda mali za watu na mchepuko. Maisha yana viatu, fundi viatu,
fundi viatu, fundi viatu, fundi viatu, fundi viatu, fundi viatu, fundi viatu, fundi viatu, fundi viatu, fundi viatu. Fundi viatu, fundi viatu. Hivi wanawake na matatizo gani? Sasa yaani kisa kidogo sana, alafu mtu anaoka kuondoka tu. Unajua jambo, msamaha. Nakumbuka sana mpenzi wangu alikuwa anampenda sana, lakini hata mimi ni watu tu wale sana. Maisha haya sijui nani atusaidia, ila Kichaa vipi? Mbona nizuia kupita? Umetumwa? Hebu nipishe nipite mimi. Nisikilize nikwambie. Huwezi kupata kivuli kwenye mti uliopinda. Wewe kichaa, mimi sikuelewi unaongea nini? Hebu ongea kitu cha kueleweka. Unaongea mafumbo ndio nini nikuelewe nini sasa? Ongea cha kueleweka nikuelewe. Unachokifuata kwa mchepuko, kuna mtu kakiona kwa mimi. Sasa ndugu zanguni, mna taarifa za Mwajuma? Mwajuma? Huyu Mwajuma mnanijua. Kafanyaje? Nilijua mwezi kuwa na hizo taarifa. Mwajuma kamwacha Samueli. Mwajuma? Tena bora tu kumwacha. Kamwacha mchana kweupe. Na kaondoka, nakwambia sasa huu muda nakwambia hapa. Mwajuma hayupo. Sijui kapata buzi wapi huko, kama kabisa kabla na vilago vyake. Usihodele hizo habari umezitolea wapi? Naye wewe umekaa tu hapa. Habari watu wanatafuta bibi. Wewe umekaa habari za kufikia hapa nyumbani. Huyu naye sijakawa ndo dishi la mtaani. Kuja hapa na tudanganya. Sasa jamani, mimi nitoke kuniwadanganya. Kama namuona Samueli na nilipokuwa mpole yule kaka. Acha. Anatia huruma. Yaani ukimwona Samueli sasa anatia huruma. Mungu amsaidie.
Kijana, siku zote huzuni inaweza kukupa mafunzo ambayo furaha haiwezi kukupa. Pambana kutafuta pesa ili ukifa usiitwe marehemu. We usiombe akukute yale unikuta mimi, au usiombe akukute yale unikuta mimi. We kichwani na msongo wa mawazo, kisa kipato changu ndio chanzo. Kichwani na msongo wa mawazo, mke wangu ameondoka sijui chanzo. Vipi mwanangu? Poa, vipi ndugu yangu? Makaa malidi. Uhakika? Utaala mwanangu. Maana ile imetulia fresh. Utaala zile zile. Basi fresh. Vipi cha udele kuna mpya? Kama kawaida. Sasa mbona usemi muda wote sijakuzoea hivyo ujue? Kawaida tu ndugu yangu. Niambie cha udele. Sasa. Unajua kama Samuel ameachwa? We, Chaudele, hizo taarifa umezitoa wapi? Rafiki yangu, mbona kwa Mungu? Taratibu. Samuel ameachwa. Mbona tunakuja maskani na habari zako za kimbea mwanetu? Sikia, umeona iskani sio 32, iskani 45. Afu machizi yote amekuja habari zako za kimbea sasa tupendi mwanangu. Sio unakuja una habari zako, unaona hii maskani kuna DJ Kopa hii. Au tunacheza chua maskani boy, tunacheza chua maskani boy. Mbona kuja uleta habari zako za kimbea mwanetu, Tambaa boy, tambaa. Vipi mwanangu kimbunga? Watoto wanakuja kuleta salamu maskani mwanangu, kama ile machizi tunacheza chua hapa maskani boy. Hamna, unajua nini mwanangu Ibra? Yule mtoto tu anapigwa fulani hivi yani kama za kike fulani. Sio kweli, sema watoto mwanangu. Baridi mwanangu. Maskani usifunge bwana mboi bwana. Mimi sipendi bwana habari za kimbea bwana. Mimi muone unajua. Baridi mwanangu. Kuna watu wa Mbeya hawapendi kazi, utakuta kwenye mikeka. Jamani, Chaudele huyo Chaudele huyo mani Chaudele huyo. Kijana, kwa nini unamdharau mtu usiyemjua? Wahenga walisema, ukiwa mnafiki ujanani, basi utakuwa mchawi uzeeni. Yaani wote siku hizi wanatacha pombe. Wahudumu. Wahudumu. Fundi viatu, fundi viatu, fundi viatu, fundi viatu.
kwanza mimi sijaelewa. Asa mimi mlevi na mimi mlevi. Mimi sijaelewa. Niko zangu fresh, so sweet, samboy. Nauli zangu nyumbani kulala. Kwa sababu siku hizi siulizi na mtu. Aniulizi mtu wote unarudi saa ngapi? Unaenda wapi na nani? Maisha mazuri. Mpaka kiatu kimekuwa kizito. Maisha magumu ananitesa mimi kitamke. Maisha usiwa sana. Sasa hivi tumeishi hapo fikiri vipi? Wenyewe katika vile gani hapo ile tugawane. Hii fundi ngapi? Fundi 400 hapo. Hapo wenyewe baridi 2200 unakula bei. Na mtu yeye anapitaje? Kubwa nazidi. Kubwa nazidi uongo. Naambia. Sasa baba kwani mimi nani anakula sana? Mimi nazidi 400 hapa. Hapo bibi hata 200 ndio hata kali na mimi. Ndio wapi na nini tulia ndugu yangu wewe nini babu? Vitu vingi tushazidi babu. Baridi kamkubwa. Maisha usiwa piga wale pombe zangu narudi nyumbani muda wote. Siulizi na mbwa mtu unarudi saa ngapi? Uko wapi, unafanya nini, umekula ujala? Siulizi. Yote maisha usinga. Mimi ndo Sam, mtoto wa mzee mtupa. Nijichanganya mimi na kutupa. Hii fea hii. Sungura imeisha se. Mendo Sam. Mjomba. Nani? Njoo juu. Kuja basi huku. Njoo. Sambio mbona huko vichochoroni tena? Kuna usalama kweli? Sasa mjomba umeitwa kibichi boy ile unaleta mapepe. Sasa unataka wito kwa nguvu umeshambwa njoo. Sema unajua nini wanangu? Njoo babu. Sungura yenu imeisha na mbona mnakuwa hivyo mimi naondoka. Tukija hapo sasa tuna masiara kabisa. Njoo mwenyewe. Tuje sisi. Sasa yeye mjofanya nini wanangu? Bwana nichanganya yani. Sogea mwenyewe. Tumfuate bwana. Sogea bwana na ibata huko. Kufatana tena wajomba. Babu njoo babu tulia. Mbona mjomba? Kaa chini unaelekezwa kaa chini unakaa. Sana kwa tunapigana tena. Tulia kama mtoto. Tulia. Unajua wewe wanangu, sema unajua mimi mwanaume mwenzenu. Tulia wanaume mpigane. Wewe na leo unafanya kazi TRA. Sawa wanangu hii simfanye. Alokuambia wewe langu hiyo hapo. Yaani katika vipa mambo mke wangu amenibakishia hivyo hapo. Mkeo nani? Mkeo pombe. Sasa mbona mpaka viatu wanangu? Simama kwanza. Sona kaka tu. Bombo ziwezi nini? Wanangu mimi nalewa kwa hela zangu. Tembea, huna hata cha umana. Tembea. Nyisi mama kunivia. Wewe nani babu? Fresh wanangu hivi. Mmechukua nini? Tumeamua kutembea. Tembea boy, ushaelekezwa tembea. Fresh wanangu hivi. Fresh wanangu. Au sio? Hamna leo maana usimama pita hivi hapo huko usipite tena mdogo ushakuelekeza usipite tena. Wanangu hivi. Mimi ndo Samu mtoto wa mzee mtupa. Hivi wanangu. Tupa nani? Yeye ndo ashanipa rasa. Mimi baada nipambanie vitu vangu napambania mtupa ambao shamaliza. Pole sana safari. Asante. Safari ya japo ilikuwa ndefu. Acha sasa Pole sana. Kabla ndio sana gani? wewe acha tu. Salama Wewe acha tutaongea chumbani huko. au si? As long as umefika. Yeah. Tutacheza kama Pele. Okay. Au sio? Majumba
Karibu ndani. Anamwacha mumewe na kwenda kwenye jumba la kifahari, anapunda mali za watu na mchepuko. Maisha yana siri, fundi viatu, fundi viatu, fundi viatu, fundi viatu, fundi viatu. Najitahidi tu. Sikula kinyonge. Au hujapenda? Hapana. Sema kwa ajili yako tunabomoa, tunajenga mpya. Bibi, unakaa pazuri jamani. Kweli? Nimejiona kama vile nilichelewa. Au si kwa pana kupendeza, au si? Yeah. Uko comfortable. Au si? Ni kama tupo Ulaya fulani. Ulaya ndogo. Yeah. Nafurahi kama unapenda. Yeah. Nikumbuka tu furaha yako ndo furaha yangu. Kama umefurahi basi na mimi nimefurahi. Kweli? Kweli. Sikai kinyonge. Picha ndio kwanza linaanza. Kama nilivyokuambia, leo nimekuandalia vitu vizuri kwa ajili yako. Kweli? Sawa. Kwa picha linaanza, nimekuandalia maji mazuri ya vuguvugu. Kwa ajili yako. Uoge vizuri, uondoe uchovu. Kati unaoga na kuandalia msosi mzuri kwa ajili yako. Kitamu, chakula cha nguvu. Ushinde wewe tu kunenepa. Sawa. Ukaoge, kati unaoga mimi nakuandalia msosi wa nguvu. Sawa. Una mambo. Cheka. Haya. Kaoge, kati mimi nakuandalia msosi. Haya. Sawa. Okay. Baby. Yes. Come on. Njoo.
Samueli, shida nini ndugu yangu? Mbona umekuwa katika hali hii? Ndugu yangu, sio tatizo, ila naweza nikasema ni tatizo, sababu tatizo kubwa ni shemeji yako. Yeye ndo sababu ya matatizo yote haya. Wewe unanijua mimi sio wa kuishi maisha haya, sio wa kufanya vitu ambavyo unavifanya, lakini yeye ndo sababu. Shemeji yako ndio hivyo ameondoka, na ameniacha kwenye kipindi ambacho mimi bado moyo wangu unamhitaji. Na kama unavyojua, nilikuwa nikipambana sana kwa ajili ya mke wangu, lakini hakujali hayo yote, na ndio maana yote yanatokea rafiki yangu. Sasa Samueli, mbona wapo watu wengi ambao wanaachwa? Watu wengi wanaachwa na huwa wanaendelea na maisha yao. Sasa usitake kuniambia kwa mwanamke anasababisha wewe uwe hivyo ndugu yangu. Ukupaswa wewe kujiingiza katika ulevi, sababu unajua ulevi unaharibu future ya maisha ya mtu. Unafikiri ningefanya nini? Kwa sababu akili yangu ndio ilikuwa inanituma kwa wakati huo nifanye vitu ambavyo navifanya, na mawazo mengi. Nampenda sana mke wangu, sijui ameenda wapi, yaani sijui nini kinaendelea, atarudi ama hatarudi. Naumia rafiki yangu, na wewe unajua mapenzi jinsi gani yanauma, na unajua ni muda gani nimeishi naye. Unafikiri from nowhere tu mtu anakuacha, tena anakwambia kabisa maskini wako ndo chanzo. Shida ni mimi kuishi na mwanamke mzuri ili hali sina pesa. Kwa nini mimi? Sasa unajua Samueli, wewe ni rafiki yangu wa muda mrefu sana, na inapotokea umekutwa na tatizo, mimi kama mtu wako wa karibu huwa naumia sana, na ndio maana nilipozisikia hizi taarifa sikusita kuja kwako. Sasa labda mimi nipende kukuambia kitu kimoja. Najua kwa sasa hauna kazi, na unavyoendelea kukaa peke yako ndivyo unavyozidi kuwa na majonzi. Kama hutojali ama kama itakupendeza, uje pale katika kile kiofisi changu. Naamini ukija pale tutabangaiza chochote kitakachopatikana, tutaishi. Lakini ukiendelea kuwa hivi mwenyewe kama unavyokuwa, utazidi kuwa na majonzi na itakupelekea wewe maisha yako yaharibike kabisa. Unamaanisha nije pale ofisini kwako? Ya, uje pale. Nitashukuru sana, kwa sababu Waswahili wanasema maisha ni popote pale. Kwa hiyo nitakuja. Basi sawa, hilo halina shida. Acha mimi nimwahi shemeji yako, maana ananisubiri. Ila nikuombe sana Samuel, usirudie tena kunywa pombe. Sawa rafiki yangu, nimekusikia. Basi sawa, acha mimi nimwahi shemeji yako. Fundi viatu, fundi viatu. Vipi? Wapi? Jamani, simepigiwa simu na hii kazini jamani baby. Mimi na wewe tumemaliziana? Niache bwana, baadaye tuendelea. Sasa nisikilize. Naomba urudi ndani. Saa hizi sio muda wa kazi. Hiyo kazi gani? Kazi gani? Kwani unajua kila siku naenda kazini wapi? Kazi nimekutafutia mimi. Unafanya kwa ajili yangu mimi. Mimi nataka uwe na mimi. Wewe unaenda huko unaenda kufuata nini? Njoo bwana.
Sawa bwana. Mimi najua unatumia madaraka yako. Lakini sawa. Njoo baby. Njoo. Njoo. Usijali, na kutunza, na kulea, na kuvisha. Kazi nimekutafutia mimi. Wasiwasi wako nini? Unajua unatumia madaraka yako. Hamna shida wewe. Mwanne, kuna kitu nimefikiria shoga yangu. Kitu gani hicho? Unaonaje tukaanzisha kikundi afu tunaika hiyo? Mimi mwanne nikupe hela zangu wewe tatu niwekee. Na ulivyokuwa mbabaifu mimi nikupe hela zangu niwekee. Wewe mshamba, mbabaifu nani? Wewe hapo. Au mbabaifu wangu ulipoanzia lini? Kwa unajifanya ujijui. Umemdhulumu Ashura pesa zake. Wewe koma, tena koma. Shia hapo hapo. Wakati tunazulumiana ulikuwepo. Habari zako ninazo. Ulikuwepo au umeenda kukupa pesa zangu ukanitunzia? Siwezi. Kwa hela gani ulizokuwa nazo? Kwa hela gani? Kwa hela gani ulizokuwa nazo? Jamani, kuna nini kwani? Tatu. Manne. Shida nini? Eti Chodele, sasa tunasema tuanzishe kikundi. Na alivyokuwa mbabaifu mimi tatu nimpe pesa zangu anipe. Hivi wewe unajielewa kweli unachokisema? Sema na jambo zuri tu. Mshamba huyu. Asa mimi nilichokisema hapa ni kibaya. Aniambia mimi mbabaifu nishaye kumdhulumu mimi huyu. Chodele ujui tu. Tatu ni mbabaifu. Afu wewe nishakwambia koma na maneno yako. Sasa tusiseme kama ni mbabaifu, tusiseme. Au babaifu wangu nishaye kukudhulumu. Au nishaye kuchukua hela yako. Ashura amenipa hela yako. Wewe Ashura na mimi vinakuhusu nini? Vinanihusu. Afu mimi leo popo nije niweke pesa zangu kwa. Kwa hela gani hizo unazopiga nazo kelele? Ndio wewe hela kichwa na wewe huko. Siwezi. Mwani. Kwa nini ndio siku kwa tatu? Acha hizo habari. Mzee kaanza wazo zuri kabisa. Chodele ujui. Sio sijui wewe hapa mtata. Ndugu zangu. Wewe kwanza nikaudumie ndo. Tarudi. Kuna watu wa Mbeya hawapendi kazi, utakuta kwenye mikeka. Jamani, Chodele huyo Chodele huyo mani Chodele huyo Chodele huyo. Vipi mke wangu? Kwema kutoka. Uko kwema? Unajua siku ya leo sijala. Hujala? Yaani mchana kutwa sijala. Kwa sababu gani? Wewe acha tu, siku ya leo imekuwa ngumu. Ila si mbaya, katika michakato yangu nimepata hichi. Kwa hiyo fanya maajabu tuishi. Vipi? Sasa mke wangu nakupa mboga, unaanza kuiangalia, unaanza kuinyali. Shida nini? Fanya hivyo bwana, mimi njaa inaniuma saa hizi. Kwani hivyo unanichukuliaje? Au uliambiwa mimi sina damu? Tena na kwako. Sasa hii maana yake nini mke wangu? Kwa umezunguka kokote asubuhi mpaka saa hizi ukaamua mimi niletee mjane. Uliambiwa mimi mbuzi? Kwamba daktari kaniandikia sina damu kula mboga ya majani, si ndio? Sasa Tatu, hiki ndicho kilichopatikana.
katika kuhangaika kwangu kote nimepata hiki. Sasa unavokidharau unakuta kukiheshimu, siku nyingine hatutokipata. Yaani cha msingi na cha sekondari. Sawa, chukua imboga ukapike. Mimi sitaki kubishana na wewe saa hizi. Nimeshakwambia tangu nilivyorudi. Leo nimezunguka, mambo yalikuwa magumu. Nilichokipata ni hichi. Naomba ukichukue na ukakipike. Mimi njaa inaniuma, nataka nile. Sasa unaweza ukaibeba hiyo mboga, afu kwenda ukapikiwe na familia yako mkala, so mimi. Hivi Tatu, wewe mimi unanichukulieje labda? Naona umeshindwa kuniheshimu sasa. Unaamua kufanya kile ambacho unajisikia wewe ndani, sio? Yaani kwanza hapa nilipo hapa, na shughuli ya shoga yangu huko. Nataka niondoke sasa hivi. Tatu, si tumelala usiku mzima wote hapa? Kwa nini haya masuala ya shughuli, sherehe, vitu gani usingeniambia tangu usiku? Aya, sasa hizi unaniambia, unaniomba, unaniaga. Nimekwambia. Utabadilika lini mke wangu? Basi sawa. Si umekataa kunipikia? Mimi nitaenda kula ninapopajua. Wewe umekataa kupika? Nitaenda kula ninapopajua. Asante. Sasa unaenda wapi? Hatujamaliza kuongea bado. Hujamalizana nini na mimi? Usichokimaliza wewe na mimi ni kitu gani? Sasa kwani mimi nimemaliza kuongea nawe? Subiri basi. Niache. Mimi sijamaliza kuongea na wewe. Unaenda wapi? Mimi sijamaliza kuongea na wewe. Nishakwambia sipendi mambo ambayo unayafanya. Sasa wewe niache mimi niende. Nitaenda huko ninapopajua, nitakula na nitafanya kile ambacho nataka. Sasa unaenda wapi? Niache bwana. Mimi ndio basi. Kimbunga! Wewe kimbunga! Na yeye mnacheka nini wambea wakubwa yenyewe? We usiombe akukute yale unikuta mimi, au usiombe akukute yale unikuta mimi. We oh oh we kichwani na msongo wa mawazo, kisa kipato changu ndio chanzo. Kichwani na msongo wa mawazo, mke wangu ameondoka si chanzo. We oh oh Vipi ndugu yangu? Fresh kama kawaida. Karibu bwana. Safi za hapa. Safi bwana. Mimi nipo ndugu yangu hapa. Tumewahi kidogo kwa ajili ya kufanya mazingira namna gani vipi? Niambie. Sawa. Mbona kama uko sawa hivi? Shida nini? Yaani kiukweli siko sawa. Na nilikuwa nikisikiaga zamani wahenga wakisema mwalimu wa wanawake ni kipofu, na leo nimeamini kuwa mwalimu wa wanawake ni kipofu. Unamaanisha nini? Shemeji yako ndo tatizo. Shemeji amefanya nini tena? Shemeji yako hajalala nyumbani jana, na mpaka sasa hivi naongea na wewe hajarudi. Yaani nataka kuniambia uondokaji wake pale nyumbani ameondoka vipi? Haja kuaga kabisa au imekuaje? Jana mimi na shemeji yako tuligombana. Lakini katika ugomvi ambao tuligombana haukuwa ugomvi wa kusema tufike mbali kiivo, ni mambo tu ya kawaida. Lakini wakati tunagombana akaniambia anaenda kwenye shughuli. Sasa kwa sababu nilikuwa na hasira mdogo. Subiri kwanza kimbunga.
Mimi ni hilo ndio tatizo lako wewe. Sasa wewe unachowaza kitu gani hapa? Kwa sababu kumbe shemeji amekuaga anaenda shuleni. Ina maana anavyoongea na wewe hapa sasa hivi atakuwa shuleni. Shida iko wapi? Lakini si kawaida yake. Shughuli inaisha saa 6. Ilibidi saa 6 arudi. Umejaribu kumpigia simu? Hapatikani. Ila mimi naanza kujawa tatizo. Inawezekana simu imezima chaji. Sawa. Na hatarudi kwa sababu kama unavyojua wanawake akiwa shuleni lazima wahakikishe mazingira pale wameweka sawa. Kuna kuosha vyombo pale, kuna kuhakikisha kila kitu kimekaa sawa. Then warudi nyumbani. Au nadhani atakuwa amefanya kama alivyofanya Mwajuma wangu. Acha uoga kimbunga. Ngoja ndio tukusikilizia. Kwanza nilisahau. Bora umefika. Kwa sababu mimi mwenyewe hapa nina kipengele cha kwenda kumalizana na msala wangu kule kwa mama mkwe. Na mguu unapotoka hapa moja kwa moja kwa mama mkwe nikajue hatima ya mke wangu na kwa vipi. Hapo umewaza wazo zuri. Ni vyema kweli uende kwa mama yako mkwe ili uzungumze naye. Ujue mwafaka wako wewe na mkeo. Ila wanawake ni kweli mwalimu wao ni kibusi. Wewe acha tu. Kwa sababu linatoka hili linakuja hili. Kimunga kuwa makini. Viatu vya wapi hivi? Usijali. Sababu wewe kitu chako nakijua wewe. Usije ukaribu viatu vya watu utapata msala mara 2 hapa. Usijali ndugu yangu. Basi poa. Chaudele huyo Chaudele huyo Mani Chaudele huyo Chaudele huyo Wanafunzi. Wewe Chaudele. Yule Samueli. Yule Samueli. Kwa hiyo Samueli kafundi viatu? Wewe yule ashone viatu, ashone viatu. Wewe nakuhusu nini? Mimi nauliza tu. Alafu Chaudele. Ndio boss. Jana wakati nagombana na mke wangu, wewe na yule mwenzio mlikuwepo, na mke wangu aliniambia anaenda kwenye shughuli. Moja kwa moja kile kikao chenu ambacho mlikuwa mmekaa ni kikao cha kujadili kwenda shughuli. Sasa wewe nakuona mke wangu simuoni, nataka uniambie mke wangu yuko wapi? Mke wako kumbe hajarudi? Yaani wewe kitu gani ambacho ukielewi labda? Hapo mimi ambapo sijaelewa niseme tu. Hapo kwenda shule. Mkeo sijui hajarudi. Sio umeelewa. Yaani mimi nahusiana vipi na kurudi kwa mkeo? Wewe ndo shoga yake. Na anapokuwa mke wangu wewe upo. Hapo yuko wapi? Ndio maana nakuuliza. Yuko wapi? Mimi sijui mtu hapo. Sikiliza. Chaudele, ondoka. Usitaki kunivuruga. Wewe Chaudele, ondoka. Chaudele. Bosi, wewe. Mwanangu leo. Wewe mzee wa kazi? Mwanangu ni noma. Na bonge la kitu yani. Nielekeze. Unijui mwanangu mimi mtu wa vitu. Sasa mbona hujanipanga mshikaji? Kama mtoto umesimama sinakuja kupanga mwanangu. Au sio? Kwa Mungu na chekecha na mistari miwili nisikilizie unajua. Eti cha kwanza pesa, cha pili na mwanza yeye. Mimi kifaranga cha kuku yeye ni mwewe. You my sweet, you my darling. Isipokuona mwenzako siku silali. Siwezi ziba shimo la panya kwa mkate. Basi nyambie ulipo mimi kufate mama. Umlionaje ligoma? Nyama mwanangu. Huo uhakika mshikaji wangu. Au vipi? Ile. Ndio hivyo tufanye harakati. Mimi nitakufanyia michezo kwa mwanangu ule pale ipo FM ile utala. Sema kitoka usinikatae kicha wangu. Ujue mwanangu sio kunipinga. Hamna mwanangu tunakuwa pamoja mwanangu. Mimi ndo mkali wao hapa mtaani hapa wenyewe wanijua.
Nakaza buti. Nakwenda kwenye jumba la kifahari, anapunda mali za watu na mchepuko. Maisha yana viatu, fundi 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 viatu. Kwenye jumba la kitajiri. Mimi ndo Mwajuma wa Uswahilini. Lazima nimiliki jumba kama hili. Watu kama sisi hapa tunakuwa na bahati nzuri. Ukisikia tu jina Mwajuma, ujue jina lina uzito. Maana kumiliki jumba kama hili ni kipaji. Kisa fundi viatu. Fundi viatu. Hivi mimi sasa hivi na amani. Wewe, yani sasa hivi kavae uende kazini. Natunzwa na shida gani mtoto wa kitanga? Wasiwasi huna. Odi. Odi. Karibu. Karibu bwana. Asante. Pita. Vipi? Poa. Karibu nikusubiri. Asante. We usiombe akukute yale unikuta mimi, usiombe akukute yale unikuta mimi. We kisa fundi viatu. Fundi viatu. We kisa fundi viatu. Fundi viatu. Kama wewe leo nimetoka nyumbani nikachamu akichizi yani. Yaani hapa yenyewe hamna hata ng'ombe leo. Wewe vipi? Niko hapa. Njoo wewe. Njoo huko sogea. Wewe si tunajua kukimbia kuliko wewe, njoo sogea. Unataka uchizi. Sogea hapa. Sogea hapa. Na ule mkachi. Chini. Wewe mrembo kabisa mtuletea. Alafu umevaa misuli uonekane mzee. Unaleta umwinyi. Ati mweupe. Karibu. Shikamoo. Marhaba. Mbona asubuhi? Najua lazima utakuwa umeshtuka. Mwajuma mke wangu yupo? Mke wako wewe hapa kwangu? Ndiyo mama. Na hiko ndio kilichonileta. Siku ya 3 leo. Mwajuma hayupo nyumbani. Mimi nikajua moja kwa moja atakuwa amekuja hapa. Samuel, hivi unachokiongea unakisikia? Unakielewa? Unakitoa moyoni? Au unaongea tu? Usinichanganye. Samuel, Mabwe na Bunju, kuna umbali gani? Siku ya 3. Umemfanya nini mtoto wangu?
Tuletea uchizi hapa. Tuletea utajiri hapa. Unasema udani mwanangu udani. Tulia wewe. Na hizo nakula hisia unakofa. Jamani Chaudele huyo Chaudele huyo mani Chaudele huyo Chaudele huyo Nenda kofia yako na usije tena huku cha kabovu hili. Spirite huko kwenye mazombi. Mama, hapo kwenye kutoa taarifa, kwanza mimi niseme samahani, na nafikiri yote ni kwa sababu ya kuvurugwa, kwa sababu nilijua moja kwa moja kwa ule mtoko wake hatakuwa amekuja hapa nyumbani. Mama, Mwajuma ameondoka nyumbani na anachokisema ni kwamba kosa langu mimi ni kumiliki mwanamke mzuri kama yeye, ili hali mimi sijiwezi, kipato changu kidogo, na hiyo ndo sababu ya yeye kuondoka nyumbani. Usinitanie. Haya unayoniambia hayaniingia akilini wala kwenye ufahamu wangu hayaniingii. Ninachotaka unieleze uhalisia. Umemfanya nini mwenzio mpaka kaamua kuondoka kwangu hajafika? Mama, tangia juzi Mwajuma ameondoka nyumbani. Umempigia simu? Mama, kibaya zaidi simu yangu wewe nikimpigia hapatikani kabisa. Yaani haiiti, sijui ameniblock au vipi. Labda umpigie wewe kwenye simu yangu. Samahani, hebu naomba nisaidie simu yangu wewe Samuel hapa. Halo. Habari? Sijambo, shikamoo. Maraba, uko kwenu salama? Niko nyumbani. Sawa mwanangu, mume wako naye jambo? Yupo? Sasa mimi nina shida na wewe na mumeo. Kidogo mimi nimeumia mguu, nataka mje hapa nyumbani mara. Sawa. Si unaona mama? Mwanao ni muongo. Anakuambia mimi niko nyumbani, yuko nyumbani. Na wakati mimi nimetoka nyumbani sasa hivi. Wala mchanganya. Baba, naomba kwanza unisamee mimi. Nilikufikiria vibaya. Ila ninachohitaji, Yesi amesema anakuja. Wewe nitahitaji uondoke. Lakini kabla ya yote, uliyoyaona hapa uyaache hapa hapa. Sitaki kuyasikia. Haya ni ya kwangu mimi na mtu wangu mimi. Hata Mwajuma mwenyewe usimwambie. Mama, au mengine mimi wala hayanihusu. Kikubwa tu mimi ni mke wangu basi. Basi cha msingi ngoja aje nizungumze naye. Tukishaelewana nikupe mtaji, uache ile biashara, ufungue biashara nyingine. Ila nakuomba tu urudi nyumbani, alafu Mwajuma akija nikishazungumza naye tutakuja kuongea. Haya sawa. Haya asante. Tamaa, wivu, vita za mapenzi, umbea kuleta matatizo. Na mwacha mumewe na kwenda kwenye jumba
la kifahari, anaponda mali za watu na mchepuko. Kama mtu ani zile nakwambia nimeenjoy. Yaani kukatakata kukateka ile. Kwambie. Sema nini? Acha niwahi. Kesho nitakuja. Baridi kama unanifungia utawala. Vipi mamto? Amna. Basi kusomea. Amna baby. Nitakucheki. Ngoja niwahi kwanza. Baridi niguse. Shemeji. Shemeji. Samani. Samani ya nini tena? Kile kilichotokea pale. Kwani pale kimetokea nini? Nini? Kuna shida kwani? Sasa basi acha mimi ngoja niende. Hapana shemeji, subiri kwanza. Shemeji, kile kilichotokea pale naomba kisifike kwa rafiki yako. Sawa, ila kama ungetaka iwe siri zaidi basi ungemalizia tu hata chumbani. Shemeji, ndio maana nimekwambia samahani. Nitakupa kitu chochote shemeji unachotaka. Wewe usijali wala nini. Wewe kuwa free. Kweli? Manistua kuja kununua mwenzie. Sasa bibi, bwana wewe bibi, muda wote unafanya kazi au mpia hata muda wa kupumzika kweli? Sawa, na dokumenti nilikuwa namalizia. Bwana bibi, wewe kila siku namalizia mchana usiku kazi zako, mimi unipi hata muda. Sasa mimi nikaa huko ndani peke yangu mimi naboeka bwana. Amani bibi, usilalamike. Bwana punguza kazi zako bwana. Jikie mpaka basi. Jamani unipe muda na mimi. Sawa bibi, nimekuelewa. Bwana twende. Namalizia. Bibi. Mimi najua. Hivi ulikuta nataka kumalizia hivi nini? Bibi, kila siku namalizia. Yaani wewe huna hata muda maalum wa kukaa na mimi. Nafikiri nisipofanya hivyo tunaishi hivyo ndani. Utaanza kukimbiana tena. Shida umezidi. Sio utakula ni shida umezidi. Kuna bibi mimi nakumisa. Kweli? Ni basi zaidi ya kumisa. Kweli?
Mwalimu. Samahani. Tunaweza kuzungumza mara moja? Na mimi? Ndio. Kisa fundi viatu. Fundi viatu. Samahani sana. Naona ulikuwa unatoka. Sina haja kukukumbusha sana, kwa sababu mpaka tumefika hapa na imani kabisa unanikumbuka. Nakukumbuka. Nashukuru sana. Mwalimu, najua wewe ulikuwa mmojawapo aliyeshuhudia kile ambacho mimi kimenitokea, lakini mara kadhaa nilipokutana na wewe kuna misemo ambayo ulikuwa unanipa. Kusema ukweli, kila nikilala nikifikiria huwa inaniumiza sana kichwa, na ndio maana nimefanya jitihada kubwa sana kuulizia mpaka ambapo wewe unapatikana mara kwa mara. Mwalimu, ulikuwa na maana gani kuniambia yale ambayo umeniambia mara ya mwisho? Unajua, siku hizi vijana wengi sana wanahadaika na mapenzi. Mwalimu, mimi nafikiri ungeweza kunifafanulia hiyo misemo yako, kwa sababu mimi nachanganya. Wahenga walisema usitumie imani panapohitajika akili. Labda tu nikukumbushe kuwa siku zote mwalimu wa wanawake ni kipofu. Alafu nakumbuka kuna siku nilikwambia, pambana kutafuta pesa ili siku ukifa usiitwe marehemu. Tamaa, wivu, vita za mapenzi, umbea huleta matatizo, umbea huleta vingi vikwazo, umbea ni chanzo cha matatizo. Anamwacha mumewe na kwenda kwenye jumba la kifahari, anapunda mali za watu na mchepuko. Maisha yana viatu, fundi viatu, fundi viatu, fundi viatu, fundi viatu, fundi viatu. Odi. Odi. Karibu. Mzee. Hebu tu mzee. Asante. Asalamu Wako salamu hadi? Kwema baba. Safi nyumbani? Alhamdulillah. Kwa mengine? Namshukuru Mungu. Hebu tupo. Asante. Hani? Haya, mniletee vitu viwili. Haraka 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 haraka. Ndani mume wangu. Hamna shida. Hebu mzee. Haya baba, asante sana. Za nyumbani? Huko kwema au si kwema? Kwa nini tena kwa? Baba. Sijui una taarifa zozote kuhusiana na Mwajuma mke wangu.
Kwa sina taarifa. Maana siku nyingi sijaona naye, kwa sina taarifa hiyo. Kwa kutokana kwetu kwa mume wako na ndo nishapasusa kabla nikaja kujenga huku. Kwa hiyo niteli mawasiliano kwa ni madogo sana. Kwa nini? Kwanza baba niseme samahani. Bila samahani. Kwa sababu ni siku ya 3 sasa. Sawa. Toka mke wangu Mwajuma nikosane naye. Na hivi ninavyoongea na wewe hata sijui Mwajuma yuko wapi. Kwa sababu nimeenda kwa mama pia hayupo. Sasa nikawa nimehisi labda pia atakuwa huku. Ndio maana nimekuja babangu. Mwanangu bila kuficha. Kwanza nikupe pole. Asante. Na vile vile upande wa pili na kulaumu. Mpaka siku 3 hujajua mke wako yuko wapi. Ni kosa. Ulipokwenda ulipoenda kwa mke wako ukamkosa, siku hiyo ungekuja kwangu ukamkosa, ungeenda kituo cha polisi kutoa taarifa. Yule ni binadamu, yule ni mtoto wa watu. Siku 3 hujatoa taarifa. Je, yakamkuta madhara mengine kule, mimi nitakuelewa vipi? Na ndio maana baba, kabla ya yote nilianza na samahani, kwa sababu nilijua nini nimekifanya. Nimejua wapi nilipokosea. Ndio maana nimeanza na samahani. Ni kweli Mwajuma anavyoongea na wewe hapatikani kwenye simu. Yaani simpati kwa njia yoyote ile. Sasa sijui ameblock namba yangu ama inakuaje. Hata marafiki zake wale karibu angao usikuwajua wale watoto ungojea kuwafuatia kuwauliza kujua labda wanaweza kuwa huko marafiki zake au anasema muona au kwa hiyo usiwaje nifuatilie. Kwa kweli baba, nimehangaika kutafuta huku na kule kwa marafiki zake mbalimbali. Pia sikuweza kupata msaada wote na kujua chochote kuhusiana na mke wangu. Unalifahamu kosa lako? Kosa lako unalifahamu? Hapana. Unajua vijana wa siku hizi mnakosea. Huwa saa muda mwingine nasema kwamba wazee wamepitwa na wakati, kumbe wazee hawajapitwa na wakati. Nyinyi ndio mmepitwa na wakati. Sisi kipindi kile tulikuwa tunapewa ushauri na baba zetu ambao ni babu zenu nyinyi. Samaki mkunje ingali bado mbichi. Samaki kishakauka hakunjiki. Unamaanisha nini baba? Kipindi kile nilipokuwa ukabidhi mwanangu, tayari ametoka kwenye malezi yangu, anakuja kuanza malezi upya. Pale wewe ungeanza mafundisho yako na wewe. Lakini baba, kitendo cha mke wangu kubadilika kimekuwa cha ghafla sana. Ni kutokana na wewe kutokumudu wewe mwanamke. Sio hawa wenzetu ni kama watoto. Umleavyo ndivyo akuavyo. Kama toka mapema ungemwandaa akafuata masharti yako, haya singetokea. Sasa mpaka leo hii uji yuko wapi? Kwa mama yake hayupo, hapo kwangu hayupo, mitani hayupo, sasa kaenda wapi?
na simu haipatikani. Kama katekwa na watu kafariki hatujui. Baba, mimi nafikiri huu sio wakati wa kulaumiana tena. Mimi nafikiri tujue tunafanyaje kuhusiana na kumpata mke wangu. Ulikuwa wapi? Ulikuwa kwenye shughuli ipi? Kwa mimi si nilikuwa naenda kwenye shule. Naomba uniambie ulilala wapi? Nilala kwa shoga yangu. Niona muda umeenda nikaona kuja huko nitakuwa nitachelewa, naweza kukaa huko nikaamua nilale kwa shoga yangu. Tatu. Nataka uniambie juzi usiku ulilala wapi? Na jana ulilala wapi? Na saizi unatoka wapi? Hilo jukumu nataka nitwishe mzigo ambao mimi siuwezi. Mimi nataka nikudai mwanangu yuko wapi? Yaani kazi yangu mimi ni kudai mkwili mwanangu yuko wapi? Sasa mimi nikukabidhi mzima peupe na watu kibao na mashehe nikukabidhi mwanangu. Sasa ukiniambia tena mimi unipe jukumu la kumtafuta tena mwanangu, hapo tukomentesa kichwa. Mimi cha msingi kwambia kwa wewe naomba unitafutie mwanangu. Labda kidogo cha kusaidia. Nitakwenda kwa mama yake. Kama atakuwa anafahamu au ana taarifa zozote, hapo hata kama rafiki zake na wafahamu, basi takusaidia kwa hilo. Najua kumtafuta mke wako sio la kwangu. Hiyo ni jukumu la kwako wewe kunitafutia mwanangu. Sawa baba, mimi nimekuelewa. Alafu nimekumbuka kitu. Unajua Mwajuma mke wangu wakati anaondoka, sio kwamba alitoroka nyumbani. Aliondoka mimi nikiwa nimerudi kazini. Amevaa begi na muona. Tunakorofishana hivi anaondoka na kauli yake ya mwisho alisema kwamba kosa langu mimi ni kuishi na mwanamke mzuri hali ya kwamba sina pesa. Kwa ina maana alichokifanya anakijua bado. Kwamba kuishi na mwanamke mzuri alafu sina pesa. Kwa kipindi kile mnapopendana mpaka mkachumbiana akakubali ulete posa. Si tuko hatupo na mama yake. Mpaka mkaoana. Hakujua huna hela. La, si shida sana. Na hakufahamu kwa ni maskini. Alifahamu kila kitu na nilimwambia kila kitu. Leo imekuwaje sasa kusema kama yeye ni mzuri alafu aondoke, sinduka kisi tumekuwa huu maskini umekuja wapi? Mwanangu samani. Ukimwona mbwa yuko juu ya mti, jua kapandishwa. Ukimwona mbwa yuko juu ya mti, jua kapandishwa. Na pazukapo maji pana kashimo. Na maji leo tulia, usingize mguu haraka haraka, utazama. Pia kuna sababu. Kwa tatizo pale. Baba unanichanganya, unajua mistari yako. Unamaanisha nini? Siku zote mbwa hapandi mti. Mbwa anapandishwa. Ukiosea maji mezunguka, pale kuna shimo. Unapotaka kuweka mguu utazama. Na bila mti upime kwanza, ni pale fupi ndipo weke mguu. Na maji kwa imetulia, uje pale kuna kile kirefu. Kwa cha msingi tambolea pale kwa mwanangu. Pale nadhani hamna, niache mimi. Wewe pambana mitani kutafuta, ameacha kadi na mama yake. Sawa jibu moja. Basi sawa baba, mimi nimekuelewa. Ila cha msingi kishaweza kurudi, basi kuwasilia sindani. Basi sawa baba. Mimi nimekuelewa. Basi hamna shida mwanangu. Wewe waseme bana. Hamna shida. Shida hizi. Kila shida tazama vijana. Vijana wote tunawaambia kuweni karibu na wazee ili muyajue mengi. Sasa shida amezeta yeye. Baada mapema kabisa angemseti mtoto wangu. Kwa hiyo anavyotaka yeye, hayo ndio singetokea. Lakini najua kabisa hii sababu mama yake anafahamu. Mama yake anaelewa. Sasa naenda kwa mama yake, atanitambua mama yake. Kweli mimi nimetoka kwa shoga yangu. Tatu. Kila siku ya Mungu nakwambia. Silizishwe na unavyonidharau. Alafu mimi ni mumeo. Upaswi kunidharau kama unavyonidharau. Kama ulilala kwa shoga yako, ulishindwa nini kunipigia simu kuniambia? Basi nisamehe nimekusikia. Tatu. Hii tabia naomba isijirudie. Sawa, haina shida.
Usinyume basi. Aliniambia Mwajuma alikuwa na tabia kama hiyo. Na ndio maana anamfia. Kama rafiki. Hamna, sijamaanisha hivyo. Karibu. Karibu hapa ni kwangu. Hapa kuja muda wote tena haja karibu. Njoo tuyaongee. Ba Mwajuma, nakusikiliza. Nimekuja si kwa lengo baya. Nimekuja kwa lengo zuri. Mkulima kanikuta nyumbani kwangu kwa bibi mdogo kule. Kanikuta anipa malalamishi kuhusu mtoto Mwajuma. Yaani hasikiki, yaani maswali ya mume wake hayasikii wala hayaelewi. Nyumbani anatoka tu bila ruhusa. Hajulikana kwenda wapi. Ndio kabidi nije kuuze mwenzangu. Labda wakitoka mkulima anakuja kwako. Kwa hiyo mume wa Mwajuma kaja kwako kuja kukuletea malalamiko ya Mwajuma, si ndio? Baada ya kuanzia kwako. Hivyo niambie kama imeanzia kwa mama mkwe kumlalamikia, lakini sijapata msaada wowote. Ndio kabidi aje kwangu mimi baba, na kama yeye asikie nitampa ushauri gani. Na mimi ndio nilichukua jukumu la kuja kuuliza kama mzazi mwenzangu kwamba huyu Mwajuma anachokifanya kwa mimi akinipendezesha. Maana akitaki duniani kaburi mpaka mbinguni. Yeye ni mume wake. Tuwafungisha ndoa peupe na watu wapo wamejaa. Sasa haya maswala kwa na mume wake anashinda kwa raha, ametoka nyumbani, nisikia kama yupo kwako. Je, hapo kwako yupo mwenzangu hayupo? Nikwambie kitu. Mwajuma si mwanao? Wewe babake usikose kujua mwanao alipo. Mimi nimempigia simu Mwajuma mbele ya huyo mkweo. Aje hapa. Mwajuma hapa hajakanyaka. Na ukiniuliza yuko wapi, sijui. Usitaki kunibebesha lawama. Maka nakuona unaanza kunibebesha lawama zisizokuwa na maana. Mimi sitaki. Si unajua mwanangu, life is changing. Lakini kweli umesoma wewe ndugu. Nimesoma wapi mwanangu, kuibia tu tukinasa huko mitaani. Ndio hivyo. At least wewe ndugu yangu. Mimi ndio sielewi kabisa kuhusu English. Hebu subiri bwana. Yaani imekuwa bora ulipotokea. Kuna mpya gani? Akili. Kuna issue moja inaniumiza sana. Hivi
kile nilichokuona siku ile kweli au macho yangu? Unanifurahisha. Ni kweli, wala sio maigizo. Sikule kwa bibi mkubwa wako. Mama mkwe wangu. Kwa hiyo wewe ni baba mkwe wangu, si ndio? Unaweza kusema hivyo. Ukistaajabu ya Musa utaona Firauni, haki ya Mungu. Sasa ndugu yangu, vitoto vyote vya 2000 hivi haujaviona mpaka kwenda kwa mshangazi kama ule, japo mama mkwe wangu. Mbona umevuka mipaka ndugu yangu? Unahisi watoto 2000 mimi watanipa nini? Yaani hamna cha kunipa zaidi ya stress. Afu kitu ambacho hujui, natumia akili nyingi sana kuepuka stress. Si bora nikae na bibi mkubwa pale. Yaani mshangazi wangu unaniwezesha, unanifanya napendeza. Navaa vizuri, ujue ni wao, sio mtu mwingine, ni yeye. Leo hii kwa watoto 2000 mimi nikaumiza akili zangu. Kwa nini kuniambia mama mkwe wangu ndo anafanya haya yote haya? Cheni hizi. Silver yeye ndo kila kitu. Yeye ananiweka mjini mimi, ananiwezesha. Sasa kwa nini nisijivunie kuhusu yeye? Haya. Wahenga walisema ya Ngoso mwachie Ngoso. Ngoja niendelee na kazi yangu, maana hayo mimi hayanihusu. Hapa tuangalie tufanyeje. Sio unilaumu. Mtoto si wa kwako? Kwani mimi niliza peke yangu? Sio kwetu sote. Wewe ulivyoondoka hapo ukienda huko, si uliniacha peke yangu? Nimelea kadri ya uwezo wangu. Sikuondoka kukupenda, tambua. Sijaondoka kukupenda. Mji wangu nilikuwa naupenda. Hakuna mwanaume anaondoka acha mji wako kupenda. Niliondoka hapo kwa shida, kwa tabia zako baada ya kunishinda. Zipo shida tabia zako, ndio kabichukua mwanamke mwingine, nikae pembeni nikuache kwanza. Ndipo kupata talaka moja. Sijakupata talaka 3. Mataka 3 maana tusijuane kabisa. Sasa hapa ni kwangu. Na nitaenda kubali kwa hapa ni kwangu. Ndio kupata talaka moja, iko bado tu maongezi na kutembeleana yawepo kwa sababu ya hawa watoto. Kwa mstari msikunichanganya kichwa. Tamu msichanganye kichwa. Msichanganye kichwa. Bwana Juma. Usinipande kichwa. Sitaki unibebeshe lawama. Usinipande kichwa. Ndio nakwambia sitaki unibebeshe lawama. Kama mwanao haonekani kule, wewe yeye na wewe. Mtafutie Mwajuma bwana uelewi. Bullshit. La. Tafuta Mwajuma aliko jua sisi zote. Unafahamu Mwajuma aliko. Wewe vipi? Natoa umesahau eti. Mtafutie Mwajuma aliko. Unafahamu sisi zote. Sasa Mwajuma amelisi tabia za mama yake. Mama kufahamu vizuri. Mtani nasema kwa siku na watu kule. Watemea mabena mabibeti na ovyo ovyo. Mabia bata yeleki. Mwanzesha mume wako. Na nivua nguo mbele watu. Nasa nitafutie Mwajuma. Sitaki na wewe. Basi yangu yaache. Tufuate ya mtoto. Yangu yaache kama yalivyo. Tufuate ya mwanao. Tafute huo mkwao, tumtafute Mwajuma. Yeye ndo anayejua Mwajuma yuko wapi. Na sio mimi. Nitaeleweka tu. Sawa. Nitafutie Mwajuma. Ule ujinga ukumbavu kabisa. Sio kitu kidogo. Mama Juma natoka. Mama Juma natoka. Nikirudi mundani. Wao utaniamini. Fokorokoti wewe. Nataka kugonga kwenda utaamini. Na naenda kumsaka mwanangu Mwajuma kwa aliko. Popote mimi ndo mjini mimi mwenyewe. Namsaka popote. Na ole wako nikamkuta muoza kwa mtu mwingine. Itakuwa inaelewa nitakupiga vibaya mno. Sisumbue. Na hutaamini. Subutu uone. Ngoja nirudi. Nakuchoka kama. Ila mimi ili balaa jipya limeanza. Mwaka huu mama Mwajuma nitaipata. Na hizi siri zangu kazipeleka nani? Huyu mkwe wangu anaenda kusema ama zangu ama zake. Na Mwajuma harudi. Mama Juma. Mamwaju. Karibu. Asante.
Saumu. Asante. Mama Juma, nilikuwa nimekuletea wageni wako hapa. Jamani. Karibuni. Tumekutafuta wewe, tumekuulizia kila mtaa. Tukakutana na huyu dada ndo akatuelekeza mpaka hapa. Asante mama, nakushukuru. Hamna shida. Hao watoto wa mdogo wangu. Kumbe. Aya, mimi nilikuwa natoka. Aya mama, karibu sana. Aya. Wanangu, karibuni ndani. Kisa funye viatu, funye viatu. Vipi? Waache. Mbona kama umekasirika? Kwema huko mtoto? Sio kwema. Sio kwema kabisa. Umefika kule imekuwaje? Mtoto hayupo. Mama yake namuuliza nini Mwajuma, ambaye Mwajuma hajamuona na yeye hadi atakula aliko. Ila najua kabisa hawa wanafanya mchezo. Najua hawa wanafanya mchezo. Ila haina shida. Mwajuma atanitambua. Mwajuma atanitambua. Hadi nile chakula afu ningie mtaani. Nitampata Mwajuma kwa aliko. Na nikishampata nitakapompatia Mwajuma nitampeleka kwa mama yake, watanitambua na watanitambua. Mume wangu. Haya, unafanya chakula hivyo umekasirika baba. Hayo yaache. Kile chakula umepika wewe. La Azizi, kipenzi cha moyo. Sina ugomvi na wewe. Nakuheshimu, nakupenda, nakuthamini. Uwepo wako wewe basi ni faraja kwangu. Kwa ya kule, ya huku. Ingekuwa pika chakula mama Mwajuma, ni kila kwa shida. Ya kusema pika wewe hani. Hapana. Haya, ila mimi naamini Mwajuma atapatikana. Tuko hata usiwe na tabu. Na huyu yupo. Mama yake si yake anajua. Mama yake si anafahamu kuhusu kule aliko. Kwa tabia zao zinafanana. Anajua kabisa kule aliko. Yetu watatu wanchange kitu mimi namkulima. Ila kama hivi watanitambua. Nitampata tu Mwajuma. Na kishampata Mwajuma atanitambua mama yake. Haya mume wangu, ngoja nikuandalie chakula. Basi haina shida. Ila kama kuna sehemu na kukosea mke wangu, naomba sana. Hamna shida mume wangu. Yaani mimi ulipokasirika hivyo ndo kwanza umenitisha. Nikasema huyu tena amekasirika huko alipotoka kwema. Sasa. Ngoja nikuandalie chakula. Hayo yanajua yatapita tu, Mwajuma atapatikana, kila kitu kitakaa sawa. Basi hamna shida. Haya. Nipo jikoni nakuja basi. Wewe naendelea. Naendelea kama unakulaga. Sasa unajua mama. Kana ndio mama kana unakulaga. Nipata raha duniani. Hamna shida mume wangu, wewe tena. Mbwa mimi. Sasa umenifurahisha. Sasa kumbe nikela Mama Juma. Wewe. Mimi kuja hapa. Nimekula huko. Nifika pale kidogo nikuje mshiri nikaje kumshika pale kwenye kisini mtafune. Pasi kwa serikali. Mama yangu mwanamke alikuwa enda jela. Na uko umechukua. Unajua uko umekaje? Hivi. Kapike. Nakuja. Umeshaondoka? Mtataija ni huyu. Mtoto twiga. Mtoto mrefu. Mtoto white.
Toto mashallah. Mwajua ataachana nani tuko enda kufanya huyu. Wewe unanipotezea muda wangu. Na vitu vyangu kichwani vinanisumbua. Unampia gani? Nimetunza usichana wangu kwa ajili yako. Nimekataa kwenda na wanaume wengi. Nakupenda wewe. Tafadhali, naomba unielewe. Please, naomba unielewe. Nakupenda Kitasa. Amina. Ni wewe? Shoga yangu. Mara ngapi nakwambiaga kwamba utafute watoto wenzako? Mimi sio vitu vyangu kabisa. Yaani at least ungekuja kwamba kuna shangazi yako nyumbani ningekuelewa. Wewe si stress kabisa. Nielewe basi. Tafadhali. Nielewe. Hata kama mimi sio vitu vyako, lakini unanitesa. Na mimi pia ni mwanamke, nina hisia. Kwa nini unifanyie hivi? Usipoteze muda wewe kunitongoza mimi. Mimi siwezi tembea na mtu kama wewe. Sio, unaelewa? Haya, imetokea, nimekubalia. Utanipa nini wewe? Utanipa hela? Utanipa nini? Yaani at least ungeniambia kuwa Kitasa kuna mshangazi unakutaka. Mimi ningefurahi kusikia hivyo. Ningekupa hata na hela mdogo wangu. Leo hii unakaa unang'ang'ania nakutaka. Sikiliza. Usipoteze muda wako kudai unanitunzia mimi usichana wako. Wewe wape wenye uhitaji watumie. Mimi napenda watu wenye pesa zao. Mishangazi. Nikae kushoto, bebe akae kulia, tu drive gari. Tuondoke. Kwa hiyo ishi maisha yako. Mimi siwezi kuwa na wewe. Sikutaki. Usiombe akukute yale unikuta mimi. Wewe afadhali nimekuona. Wewe na mwenye kipindi mbona sijaona kwenye shughuli yangu kulikoni? Shughuli mimi nipata matatizo ndugu wangu. Nipata matatizo. Hayo matatizo yako yananihusu nini mimi? Mpaka sijawaona kwenye shughuli yangu. Kwenye shughuli zenu mimi nimekuja. Na vitu nimewaletea. Mnasubiri nini kuniletea na mimi? Sijapenda kutokuja. Mimi nilikuwa natamani kweli kuja, lakini matatizo ni changamoto shoga yangu. Si unajua matatizo ya gongi hodi. Aya, kutuma hivyo vitu ulishindwa. Sasa nisikilize nikwambie. Ninachotaka ni pesa zangu tu. Afeti tunaita udugu. Udugu? Kweli?
au unafiki? Jamani, ndio tunaishije hivi sasa? Sasa nawaambia hivi, nataka vitu vyangu, la sivyo tena mwambie huyo mwenzio Kipini, siwaogopi. Sawa? Nataka vitu vyangu kesho asubuhi. Sijui tumeelewana? Manye si majeuri, mimi ndio jeuri zaidi yenu. Sawa? Sawa binti. Mpe taarifa. Sasa ole wako. Wewe. Vipi? Hebu njoo kwanza. Unalia nini? Kaka, kuna mtu nampenda mimi. Kwa hiyo ndo ulia? Unampenda. Kwa hiyo yaani kuna mtu unampenda ndo unalia? Wewe mtu kakufanyaje? Kanikataa, anasema mimi ni binti maskini na anasema mimi sio type yake. Sasa unamwangalia? Ananikijiligeje. Yaani madada una kichwa. Una madada. Ati mtu analia kiza mapenzi. Hebu elezea vizuri ili tukuelewe. Hata kama mtu unamtimbia kwao, unajua unamtimbia kwa njia gani? Na nasema nyinyi eti ni waoni. Nasema? Nasema nyinyi ni waoni. Mnavuta bangi. Nasikia. Kwa nani? Kitasa. Kwa hiyo wewe ulivyomfuata ndo akakwambia kaka zake wauni au sio? Sema na nenda sawa. Nenda ndani. Nenda ndani. Usiwaze, nenda ndani damu. Tusitajua jinsi ya kulimaliza. Mchizi unamjua vizuri. Mchizi unamjua vizuri. Wewe unamjua. Siwaze wala alia la bondeli ndio pale. Mmoja alijua vizuri tu. Mimi dadangu akilialia mwanangu mimi leo na nyuma. Hebu kwa nini toka sasa hivi? Si tutoke tu. Au sio? Sasa nafunga kalisha nini dadangu analia. Ndio mwenyewe unamuelekeza sikala itaka vitu vita ndani hapo ile mabeto. Kisa fundi viatu. Fundi viatu. Kisa fundi viatu.